Mtazamaji, leo hii niko hapa katika ofisi ya mtaa wa Ayamohe katika halmashauri ya mji wa Mbulu mkoani Manyara, na huyu hapa ambaye niko naye hapa meza moja kwa ajili ya kuzungumza kwa siku ya leo ni mwenyekiti wa mtaa wa Ayamohe ambaye atakuja kujieleza kwa majina yake, lakini pia tutaenda kuzungumza masuala mbalimbali juu ya yale mambo ambayo yanafanyika lakini pia yamekwisha kufanyika katika mtaa huu wa Ayamohe, kata ya Ayamohe, halmashauri ya mji wa Mbulu. Mimi naitwa Elibariki Joshua. Karibu sana mwenyekiti, kwanza kabisa ujitambulishe. Asante sana mwandishi. Karibu ofisi ya mtaa wa Ayamohe. Ninaitwa Matayo Kiu Davido, mwenyekiti wa mtaa wa Ayamohe. Mheshimiwa mwandishi wa habari, karibu sana. Sawa, nashukuru. Tuanze moja kwa moja kwenye kuzungumza, labda ungeanza na utangulizi. Mtaa wako una watu wangapi, lakini pia ukubwa wake pia kama unaweza takwimu? Asante mwandishi. Mtaa wangu una idadi ya wakazi 3572 kutokana na sensa ya 2022. Basi ukubwa wa eneo ni ekari 200 nadhani 267. Ukubwa wa eneo la ekari. Kimsingi mtaa wangu uko shwari, matukio yapo madogo, uwizi wa udokozi upo, lakini tunaendelea kudhibiti, kushirikiana na askari jamii na askari kata kutoa elimu katika vikao vya wananchi. Nikushukuru sana kwa utangulizi. Labda ungetuambia kwanza mafanikio ambayo mpaka muda huu yameonekana katika muda wako wa uongozi kwenye mtaa wako. Asante sana mwandishi. Mafanikio upande wa mahitaji yale ya lazima sana kwa wananchi wangu, miundombinu, barabara ziko wastani, zimefunguliwa. Zilizo nyingi bado hazikufunguliwa kwa sababu mtaa wangu umepimwa, barabara zinatambulika, lakini wanahitaji kufunguliwa barabara zile ambazo bado. Zile ambazo zimefunguliwa basi serikali inahudumia vizuri, kalpa zinaendelea kuwekwa, na nikiwasiliana na TARURA wananisaidia. Hapa katikati kulikuwa na mafuriko, basi kulitokea mafuriko, mawasiliano likatika katika eneo la shule ya msingi Ayamohe. Basi nikawasiliana na ofisi ya TARURA, wakaja wakaona na wakaweka kalvat katika eneo hilo. Upitaji ni mzuri. Mafanikio upande wa maji, kwa kweli mamlaka ya maji imeutazama vizuri mtaa wa Ayamohe. Robo tatu ya eneo la mtaa maji ni masaa 24. Maeneo yaliyobaki ya mgao na mgao unaenda vizuri. Pale ambapo imeonekana maji yamekosekana, basi mawasiliano ya serikali yangu ya mtaa na mamlaka ni mazuri, wananchi wanahudumiwa kwa wakati. Upande wa umeme, kwa kweli wananchi wana umeme asilimia kubwa sana, watu wana umeme. Kama kaya kama 5 zimebaki ambazo hazikupata umeme ule wa 2027. Sasa walikuwa wanaendelea kutuma maombi, na maombi haya tumeyatuma, basi tunaendelea kufuatilia ili waweze kukamilishiwa. Basi upande wa umeme hali sio mbaya, ni nzuri. Upande wa elimu, kwa kweli upande wa elimu, sekta ya elimu, kwa kweli serikali imeitazama mtaa wangu. Mtaa wangu una shule ya msingi moja ambayo ina watoto 900, na shule ina uhaba wa madarasa 5. Lakini serikali imeitazama, imenipa madarasa 3 na matundu 6 ya choo. Kwa kweli mradi huo umekamilika. Shule ina darasa la awali ambalo watoto hao wanaendelea kusoma vizuri na wanaendelea kuhudumiwa vizuri. Sawa, nikushukuru sana kwa kutaja faida hizo na mafanikio. Tuje kwenye changamoto ambazo zipo kwenye mtaa wako mwenyekiti. Asante. Changamoto zipo. Changamoto ya kwanza ni kama nilivyosema, pale penye mafanikio changamoto ipo. Watoto hawa wanahitaji kuwa na shule ya pili shikizi kwa sababu idadi ni kubwa ya wanafunzi wanaelekea kufikia 1000.
basi wanahitaji shule ya shikizi. Upande wa hao wanaomaliza elimu ya shule ya msingi, kimsingi wanaenda kupata huduma ya elimu kilomita 5 kwenda na kurudi. Lakini mtaa wangu umeanza kufanyia kazi changamoto ya sekondari ya pili, ambayo ili iwe karibu na wananchi katika mtaa huo wa Ayamuhe. Na tuambie pia hali ikoje kwa masuala ya matukio mbalimbali ya watu kujichukulia sheria mikononi, matukio ya ukatili na yale yote ambayo kwenye jamii yanaonekana sio mazuri. Tazama pia juzi kati hapo tulipata pia taarifa ambayo imetokea kwenye mtaa huu, lakini pia ukazungumza kwamba mtaa wa Ayamuhe ni miongoni mwa mitaa ambayo matukio yanafanyika kwa asilimia kubwa zaidi. Hali ipoje kwa sasa? Asante mwandishi, toka nilivyoitia vikao vya wananchi na niliita upande wa ustawi wa jamii, walikuja kutoa elimu kuhusu ukatili. Basi changamoto hiyo imeendelea kupungua katika mtaa wangu. Sasa hivi inasikika mtaa wa jirani. Lakini katika mtaa wangu udokozi ni changamoto. Udokozi pia upo, lakini tumeunda askari jamii wanaendelea kufanya kazi na kufanya doria ili changamoto hizi ziweze kuisha. Kwa hiyo suluhisho la matukio hayo ni utoaji wa elimu. Suluhisho ile inahitaji elimu, na elimu tulishaanza kutoa. Idara ya ustawi jamii wamekuja wamefanya vikao katika mtaa wangu, wametoa elimu. Basi pia ili kuangalia sana mambo ya maadili, nimewasiliana pia na wachungaji ambao wanahudumu katika mtaa wangu, madhehebu takriban 11. Nimejaribu kuwasiliana nao ili waweze kutoa elimu juu ya changamoto hizi. Basi upande wa taasisi za kanisa pia wanasaidia katika malezi ya kiroho ambayo yanasaidia katika punguza matukio hayo. Wananchi wa mtaa wako wa Ayamuhe wanategemea kitu gani sana kutoka kwako mwenyekiti? Asante. Wananchi wanachohitaji kutoka kwangu ni maendeleo. Mahitaji yale ya lazima yaweze kufikiriwa na serikali yangu ili tuende kwa wananchi tuangalie vipaumbele katika mahitaji yao ni yapi. Basi tumekwisha fanya vikao hivyo. Kipaumbele cha kwanza ni hitaji la sekondari katika mtaa huu ambalo wameshaliweka mbele, na mahitaji mengine yapo kama barabara hizi ambazo nilisema hazikufunguliwa. Ni mahitaji ambayo wanahitaji barabara hizo ziweze kufunguliwa ili zipitike, hususan wakati wa mafuriko. Maji yalikosa njia ya kupita kwa sababu barabara hazikufunguliwa. Basi maji haya yakawa yanaingia katika makazi ya wananchi. Ni mahitaji hayo, barabara kufunguliwa, maji yanaweza kupita katika njia yake. Sawa, unawaahidi kitu gani wananchi wa mtaa wako katika muda wako ambao umesalia kuendelea kuongoza wananchi wa mtaa wa Ayamuhe? Asante mwandishi. Ninayohitaji ni ushirikiano nao, kushikana ili tufike malengo ya maendeleo ambayo tunahitaji katika mtaa wetu. Mtaa wetu una mabadiliko mazuri sana. Basi hapa tulikofikia, basi tuweze kusonga mbele zaidi. Nahitaji ushirikiano kwa ngazi zote. Mtaa wangu una wakazi wengi kama nilivyosema. Wakazi walio wengi pia ni wasomi, wataalamu wako ndani ya mtaa wangu. Mtaa wangu ni kama mji unaokuwa, eneo linalokuwa kwa kazi sana, ambalo lina wakazi wengi na wataalamu wengi. Basi pia katika vikao vyangu wanakuaga msaada sana, kwamba wanatoa ushauri, wanaishauri serikali yangu ya mtaa ili tuweze kufikia malengo ambayo tumeyakusudia ya kimaendeleo. Upande wa barabara kuu ambayo inahudumiwa na TANROADS, kwa kweli tulikuwa tuna tatizo la bounce. Mabounce yale nimewasiliana na mkoa, basi hawakujali kwa nini mwenyekiti anawasiliana na mkoa. Walinisikiliza, bounce zile zikaja zikawekwa. Changamoto ya wanafunzi kugongwa limepungua sana, lakini bado limesogea katika eneo hilo ambalo lilikuwa na changamoto, imesogea upande wa mashariki na magharibi, watu wanagongwa. Basi nitaendelea kuwasiliana na TANROADS, basi nao waweze kuendelea kuweka bounce zaidi ili
usalama wa wananchi uwepo katika barabara inayohudumiwa na TANROADS. Kwa kweli serikali ya Mama Samia ni sikivu, inasikiliza ngazi za chini. Mwenyekiti wa mtaa unaongea na watu wa TANROADS, wanakusikiliza kwa sababu mnahudumia wananchi. Nikushukuru sana mwenyekiti. Labda cha mwisho kabisa ambacho unatamani kukizungumza na watazamaji pia wakutazame. Cha mwisho, upande wa kilimo. Upande wa kilimo wananchi wanahitaji elimu kwa sababu wamejiandikisha kwenye daftari ya wakulima lakini hawachukui ruzuku. Hii ni changamoto ambayo upande wa kilimo walionayo. Watu wanapotoshana kwamba ukitumia mbolea hii inaharibu ardhi, lakini wataalamu wa upande wa kilimo basi natoa ushauri tu waendelee kutoa elimu, na sisi viongozi wa kuchaguliwa tutatoa ushirikiano katika vikao ili wananchi waweze kuchukua ruzuku na kupandisha kipato. Changamoto lingine kwa wakulima wa vitunguu. Kwa kweli wakulima wa vitunguu wanapunjwa kwa sababu vipimo vinavyotumika haifanani na jitihada ambazo wanatumia wananchi. Maana gunia moja ina magunia mawili yakipimwa inazalisha gunia la 3 upande wa mnunuzi. Sasa hili linaonekana katika eneo langu, ina wakulima wa vitunguu. Hili nimeona kwa macho yangu, wakulima wanapunjwa. Basi ninaomba basi wanaohusika na masuala ya vipimo hivi vya mazao ya wananchi basi waweze kutoa elimu pia ili wakulima wasionewe. Sawa. Nikushukuru sana mwenyekiti kwa muda wako kwa ajili ya kuzungumza nami. Asante sana mwandishi, karibu sana. Sawa. Kwa majina yako tena kwa mara ya mwisho. Asante mwandishi, kwa mara ya mwisho naitwa Matayo Davido. Niko na hudumu kama mwenyekiti wa mtaa wa Ayamwe kipindi cha pili, na naendelea kuwahudumia wananchi wa mtaa huo. Mungu anijalie niweze kutimiza malengo yale ambayo nimekusudia, ambayo ni kutoa waliko kufika hatua nzuri zaidi. Nikushukuru sana. Asante sana mwandishi, karibu sana.